bado. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya YouTube Viwawa Dodoma Makuru, leo kulikuwa na mechi katika viwanja vya Zunguni ambayo ilikuwa ni baina ya parokia ya Swaswa pamoja na parokia ya Dodoma Makuru. Na Dodoma Makuru wameweza kupoteza kwa goli 1-2 dhidi ya parokia ya Swaswa. Niko hapa na afisa habari kutoka parokia ya Dodoma Makuru. Ningependa kujua kipi ambacho kimepelekea kuweza kupoteza mechi ya leo licha ya kuwa na mchezo mzuri na wachezaji wenye uzoefu na wanaoweza kabisa kupambana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema, timu imecheza vizuri na mimi nakubali kwenye ile timu yetu imecheza vizuri sana kwa siku ya leo, pengine kuliko mechi zingine zote ambazo tumecheza. Shida kubwa kwenye timu yetu kwa siku ya leo iliyosababisha mpaka tukapoteza mchezo ni kushindwa kutumia nafasi ambazo zimetengenezwa. Kwa aliyetazama mpira kwa dakika zote 90 nafikiri atakuwa ameona zimetengenezwa nafasi nyingi sana, hasa kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Lakini pia kuna mipira kadhaa ambayo tumeona imeweza kugonga mwamba, mipira zaidi ya 3 mpaka 4, kiasi kwamba kama kungekuwa na umakini kidogo kwa wachezaji wetu ilikuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kubadilisha zile nafasi na kuwa magoli. Ukiachilia hiyo mipira ambayo imegonga mwamba, mingine kwa mipira set pieces, lakini pia nafasi zilitengenezwa katika open play. Wachezaji waliweza kufanya miunganiko pale kwenye maeneo ya mwisho ya wapinzani na kutengeneza nafasi ambazo kwa bahati mbaya tuliweza kutumia nafasi moja tu iliyosababisha tukapata goli. Nafasi yenyewe ilikuwa ni goli la penalti. Lakini pia nafasi zimetengenezwa nyingi, shida imekuja tu hapo. Ni eneo ambalo natakiwa lifanywe marekebisho kwa sababu limeleta changamoto tangu kwenye mechi ya kwanza. Lakini kwa mechi ya leo imekuwa ni tatizo kubwa sana. Ndio maana imesababisha mpaka leo tukashindwa kupata ushindi kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia mechi iliyopita dhidi ya Makole mliweza kupoteza pia kwa goli 3-0, lakini pia na leo vivyo hivyo mmepoteza kwa goli 2-1. Ukiangalia ni kikosi ambacho kinaogopeka, ni kikosi ambacho kiko vizuri. Ni wapi kocha anatakiwa kuparekebisha na kupafanya, au kitu gani anatakiwa kufanya ili kuhakikisha katika mechi zilizobaki tunaibuka na ushindi na kuhakikisha kwamba tunafika final na kuweza kupata ushindi hasa wa kombe hili? Zaidi sana kocha anatakiwa afanye kazi kwenye kiwanja cha mazoezi, kwa sababu tumeshaona wachezaji wanacheza mchezo mzuri, nafasi zinatengenezwa za kutosha. Ni yeye zaidi sana kuweza kuwajenga kisaikolojia, waweze kutumia nafasi ambazo zinatengenezwa ndani ya kiwanja. Lakini pia ni kazi ya kocha wa viungo kuweza kuhakikisha wachezaji wake wanakuwa fiti zaidi ili waweze kucheza kwa dakika zote 90 kwa intensity ile ile na umakini ule ule, kwa sababu shida inaonekana nafasi zinatengenezwa wanashindwa kuwa makini kwenye kuzitumia na kuwa magoli. Zaidi sana ni kocha kuongeza nguvu eneo la umaliziaji, lakini pia na umakini zaidi pale wanapokuwa kwenye mchezo husika. Swala jingine wanatakiwa kuwa makini na mikimbio ya wachezaji inayokuwa inafanywa na wachezaji wa timu pinzani, kitu ambacho kimesababisha leo tukaweza kufungwa goli la pili, goli ambalo kimsingi lingeweza kuzuilika kirahisi. Mpira ulipigwa kutokea pembeni, hakukuwa na watu ambao wana mark movement ya yule mfungaji aliyekwenda kufunga lile goli, kiasi kwamba watu wangekuwa makini ingekuwa ni rahisi kwenda kummark na kumdisturb ashinde kupiga vizuri ule mpira ambao ulisababisha tukafungwa lile goli la pili. Hii ni mechi ya pili kupoteza, lakini bado kuna mechi zingine 3 dhidi ya Udom, dhidi ya Kisasa pamoja na Ilazo. Mnaahidi nini vijana wa Dodoma Makuru, kamati tendaji na watu wote ambao ni mashabiki na wapenzi wa parokia Dodoma Makuru kwa mechi ambazo zimebaki mbele? Zaidi sana tunawaahidi mazuri. Kuteleza sio kuanguka. Tunaamini tuna kikosi bora, tuna timu inaweza kupambana, na tunawaahidi tutaendelea kupambana kwa ajili ya parokia yetu. Wanaparokia wote tunaomba support yao, wazidi kufika kwenye michezo yetu, lakini pia kusupport kwa namna nyingine kwa hali na mali tuweze kufikia malengo yetu tulionayo. Tunawaahidi na tunaamini tunaweza tukashinda mechi 3 zilizobaki na kuendelea mbele katika mashindano haya. Basi nashukuru sana. Asante sana. Ndugu mtazamaji, nilikuwa na afisa habari kutoka parokia ya Dodoma Makuru. Ameweza kuzungumza wapi wameteleza na ameweza kuahidi mengi katika mechi ambazo zimebaki ili kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na kupeperusha bendera ya Dodoma Makuru. Basi ni kukaribisha katika kipindi kingine na wakati mwingine uweza kujumuika nasi katika chaneli yetu ya YouTube ya parokia ya Dodoma Makuru. Asante sana.